بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى nakumtakia ziada ya sala na salam kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mkononi mwetu tupo na risala hii ni miongoni mwa risala zilizokuwa muhimu. Inazungumzia masala ya ndoa, na kama tunavyofahamu ndoa ni mwenendo wa mitume alayhimus salatu wassalam. Hata mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam alisema katika hadithi ambayo ameisimulia Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam amesema katika hadithi hiyo, faman raghiba an sunnati falaysa minni, yeyote yule ambaye atakayepuuza na kuacha mwenendo wangu si katika mimi, mwenendo wa kuoa. Na tunaposikia ndoa, azawaju, ndoa maana yake ni ile maana ambayo aloitaja al-Imam al-Bashir al-Ibrahimi rahimahullahu ta'ala. Anasema azawaju aqdun baina qalbayni wa waslun baina nafsaini wa mazjun baina ruhaini wa fil akhiri taqribun baina jismaini. Maneno haya yanapatikana katika athari yake huyu Sheikh al-Imam al-Bashir al-Ibrahimi rahimahullahu ta'ala. Anasema akielezea ndoa maana yake, anasema az-zawaju, ndoa, aqdun baina qalbaini, ni mafungamano baina ya mioyo miwili. Ndoa ni mafungamano baina ya mioyo miwili. Wa waslun baina nafsaini, na ni kuunganisha baina ya nafsi mbili. Wa mazjun baina ruhaini, na ni kuchanganya baina ya roho mbili. Wa fil akhiri, na mwishoni, takribun baina jismaini, ni kukaribisha baina ya viwiliwili, kiwiliwili cha mwanamume na kiwiliwili cha mwanamke. Hii ndio maana ya ndoa. Azawaju, ndoa, aqdun, ni mafungamano baina qalbaini, baina ya mioyo miwili. Wa waslun, na ni kiunganishi baina nafsaini, baina ya nafsi mbili. Wa mazjun, na ni kuchanganya baina ruhaini, baina ya roho mbili. Wa fil akhiri, na mwishoni, takribun baina jismaini, ni kukaribisha baina ya viwili. Naam, baada ya kujua maana ya ndoa, kitabu ambacho tulichokichagua au risala ambayo tulioichagua inaitwa Mumizatu almar'ati as-salafiyyati 'inda zawjiha. Mumizatu almar'ati as-salafiyyati 'inda zawjiha, vipambanuzi vya mwanamke wa kisalaf pindi anapokuwa na mumewe. Vipambanuzi vya mwanamke wa kisalaf pindi anapokuwa na mumewe. Risala hii inahusu masala ya ndoa, lakini kwa upande wa wanawake, jinsi gani mwanamke wa kisalaf atavopambanuka mbele ya mume wake, au sifa za mwanamke wa kisalaf anapokuwa na mumewe. Swali la kujiuliza,
manil mar'atu salafiyya, ni nani huyo mwanamke wa kisalaf? Unaposikia mwanamke wa kisalaf ni nani? Hiya almultazimatu bifahmi salafi salih, mwanamke wa kisalaf hiya almultazimatu bifahmi salafi salih, ni mwanamke ambaye analazimikiana na ufahamu wa wajawema waliotangulia, min as-sahabati wat-tabi'in wat-tabi'ihim biihsan. Huyu ndio mwanamke wa kisalaf, ni yule mwanamke ambaye analazimikiana na kushikamana na ufahamu wa wajawema waliotangulia, anafahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam kwa ufahamu wa wajawema waliotangulia katika masahaba na katika tabi'in na katika wale ambao waliowafata masahaba kwa wema. Huyu ndio mwanamke wa kisalaf. Risala hii ameikusanya Tuwailibu Abu Najia Salim ibn Bakar ibn Qadhumar ibn Mas'ud at-Tanzaniyu as-Salafiyu hafidhahu Allahu ta'ala. Huyu ndi ambaye aliyeikusanya risala hii, Allah amehifadhi. Anaanza bismillahir rahmanir rahim, naanza kusoma nikitaka baraka na msaada kwa jina la Allah mwingi wa rahma mwenye kuraham. Au katika tafsiri zake vile vile, bismillah, naanza kusoma nikitaka baraka na msaada kwa jina la Allah Ar-Rahman, mwenye kuwapa waislamu na makafiri hapa duniani, Ar-Rahim, mwenye kuwapa waislamu tu akhirah, kwa sababu Ar-Rahman ni rahma ambazo zenye kuenea viumbe wake wote Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani, na Ar-Rahim ni rahma ambazo watazipata waumini tu akhirah. Na mtunzi wa risala hii kaanza na basmala, ikiwa ni ibtida bikitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Kaanza na basmala ikiwa ni kukiiga kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Mukaddima anasema alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, kila sifa njema za ukamilifu na shukurani zinamstahiki Allah. Wassalatu wassalam, na sala na salam, ala rasulillahi, zimwendee mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, sala na salamu ziwe juu yake. Amma ba'du, ama baada ya huu mukaddima au huu utangulizi, anasema Sheikh, lamma raaitu ihmala akthari nisa'i al-yawm lima kanat alayhi as-salafiyat min nisa'i an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa nisa'i as-sahaba, raaitu an ajma'a hadhihi al-waraqati al-qalilata في بيان ما تميز المرأة السلفية عن غيرها عند زوجها. أسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا سيما mtunzi wa risala hii, lamma raaitu ihmala akthari nisa'i al-yawm, pindi nilipoona kuzembea kwa wanawake wengi wa leo hii, lima kanat alayhi salafiyat,
wamezembea yale ambayo waliokuwa nayo wanawake wa kisalaf min nisa'i nabii sallallahu alayhi wasallam, katika wanawake wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa nisa'i sahaba, na wamezembea yale ambayo waliokuwa nayo wanawake wa masahaba. Shekhe anaeleza lengo la kutunga risala hii pale ambapo alipoona wengi katika wanawake wa leo hii wamezembea katika yale ambayo waliokuwa nayo wanawake wa kisalaf, katika wanawake wa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, wake wa mtume sallallahu alayhi wasallam na wake wa masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Sheikh anasema alipoona jambo hili, raaitu an ajma'a hadhihi alwaraqati alqalilata, nikaonelea nikusanye hizi karatasi zilizokuwa chache. Raaitu, nikaonelea, an ajma'a hadhihi alwaraqati alqalilata, nikaonelea kukusanya hizi karatasi zilizokuwa chache, fi bayani ma tumayyizu almar'ata as-salafiyyata an ghayriha 'inda zawjiha, katika kubainisha kile ambacho kinampambanua mwanamke wa kisalaf dhidi ya wanawake wengine pindi anapokuwa na mumewe. As'alu Allah ta'ala, ninamuomba Allah aliyetukuka, an yaj'ala amali, ajalie amali yangu, khalisan liwajhihi alkarim, iwe ni khalisan kwa uso wake uliokuwa mkarimu, iwe ni kwa ikhlas, afanye jambo hili kwa ikhlas, kwa uso wa Allah subhanahu wa ta'ala uliokuwa mkarimu, afanye jambo hili kwa kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu jawadun karimun, hakika yake Allah subhanahu wa ta'ala ni mtoaji aliyekuwa mkarimu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, na Allah amsalie juu ya nabii wetu Muhammad, wa ala alihi, na awasalie jamaa zake, ndugu zake, wa ashabihi, na masahaba zake mtume, ajma'in, wote. Sheikh anaendelea kusema, i'lam anna almar'ata as-salafiyyata tatamayyazu 'inda zawjiha 'an ghayriha min an-nisa'i bi akhlaqin wa adabi wa hiya, anasema i'lam, jifunze, tambua. Na hii ni fi'lu amr, ni fi'lu amr min al-ilm, fi'lu amri ambayo inatokamana na mtu kujifunza. I'lam, tambua, jifunze, anna almar'ata as-salafiyyata, hakika ya mwanamke wa kisalaf, tatamayazu inda zawjiha, anapambanuka anapokuwa na mumewe, an ghairiha minan nisa, kutokamana na wanawake wengine, bi akhlaqin wa adabin, kwa akhlaq, kwa tabia, wa adabin, na adabu, wa hiya, na miongoni mwa hizo tabia na adabu nazo, awalan, jambo la kwanza ambalo linampambanua mwanamke wa kisalaf kutokamana na wanawake wengine pindi anapokuwa na mumewe, jambo la kwanza, ta'atu zawjiha, ta'atun shar'iyyatun fil ma'ruf. Ta'atu zawjiha, utiifu wa kumtii mumewe. Ta'atun shar'iyyatun, utiifu wa kisheria. Fil ma'ruf, katika wema. Na hapa tunapata faida. At-ta'atu qismani, at-ta'atu qismani, ta'a zimegawanyika katika aina mbili. Aina ya kwanza, ta'atun mutlaqatun, ta'a iliyoachiliwa. Na aina ya pili ya ta'a, ta'atun muqayyadatun, ta'a iliyowekewa taqyid, iliyowekewa masharti au iliyodhibitiwa.
Kwa hiyo ukisikia ta'atun mutlaqatun, taa iliyoachiliwa, ka ta'ati llahi wa rasulihi sallallahu alayhi wasallam, kama vile kumtii Allah na mtume wake sala na salamu ziwe juu yake. Hii ndio ta'atun mutlaqatun, taa iliyoachiliwa, kama vile kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Taa hii imeachiliwa, haina budi wewe ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, ni lazima utii. Ndio maana yake ta'atun mutlaqatun, taa hii ni lazima utii. Na tunapata ushahidi wa hilo pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika suratul Ahzab aya 36, wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara min amrihim. Wama kana limu'minin, na wala hakuwa muumini wa kiume, wala mu'minatin, wala muumini wa kike, idha qada Allahu wa rasuluhu amran, pindi atakapoamrisha au atakapohukumu Allah na mtume wake jambo, an yakuna lahumul khiyara min amrihim, kuwa wao na khiyari kutokamana na jambo lao. Haitakiwi Allah subhanahu wa ta'ala anapoamrisha jambo lazima litekelezwe, au mtume wake anapoamrisha jambo lazima litekelezwe. Taa hii inaitwa ta'atun mutlaqatun, taa iliyoachiliwa. Ama aina ya pili ya taa ni ta'atun muqayyadatun, taa iliyowekewa masharti au iliyowekewa kidhibiti. Taa hii muqayyadatun fi ta'ati llahi wa rasulihi, imewekewa kidhibiti au imewekewa masharti katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Taa hii haitokubalika isipokuwa iendane na sheria, isipokuwa taa hii iwe imeendana na taa ya Allah na taa ya mtume wake sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kwa hiyo taa iliyomanishwa hapa, ambayo Sheikh alioitaja hapa kwamba mume anatakiwa atiiwe, taa ya kisheria kwa wema, taa hii ni ta'atun muqayyadatun, ni taa iliyowekewa masharti au iliyowekewa kidhibiti. Kidhibiti chenyewe ni al-ma'ruf. Taa iwe kwa wema, atatiiwa mume, lakini al-ma'ruf au bil ma'ruf, atatiiwa kwa wema. Kwa wema ina maana kwa kufuata sheria ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Hii ilikuwa ni katika faida. Jambo la kwanza ambalo linampambanua mwanamke wa kisalaf dhidi ya wanawake wengine, ta'atu zawjiha, kumtii mumewe, ta'atun shar'iyyatun, utiifu wa kisheria, fil ma'ruf, katika wema. Na tukasema hii taa, hii aina hii ya taa inaitwa ta'atun muqayyadatun. Wadalilu hadithu Abi Hurairata, na dalili au ushahidi ni hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, radhi za Allah zimwendee. Abi Huraira anaitwa Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi al-Khazraji. Yeye ndio ambaye anaongoza katika wale wasimulizi wa hadithi. Katika wale wasimulizi wa hadithi ndio anaongoza, kasimulia hadithi 5374. Wapili wake ni Anas ibn Malik, wapili wake ni Abdullah ibn Amr, watatu wake ndio Anas ibn Malik, wanne wake ni Ummul Mu'minin Aisha, watano wake ni Abdullah ibn Abbas, wasita wake ni Jabir ibn Abdullah, wasaba wake ni Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum. Kwa hiyo ushahidi wa hilo, ushahidi ya kwamba mume anatakiwa atiiwe kwa wema, ni dalili ya hadithi ya Abi Huraira radhi za Allah zimwendee,
Mtume sallallahu alayhi wasallama amesema, idha sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hassanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati shi'ti. Rawahu Ibn Hibban wa sahahahu al-Albani fi sahih al-Jami'. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha sallatil mar'atu khamsaha, pindi mwanamke atakaposwali swala zake tano, wa samat shahraha, na akafunga mwezi wake wa Ramadhani, wa hassanat farjaha, na akahifadhi tupu yake, wa ata'at zawjaha, na akamtii mumewe. Na hapa ndio mahallu ashahid, mahali pa kutolea ushuhuda, wa ata'at zawjaha, na akamtii mume wake. Mwanamke atakapofanya majambo haya, akaswali swala zake tano, na akafunga mwezi wake wa Ramadhani, na akahifadhi tupu yake, na akamtii mumewe, majambo haya manne mwanamke atakapoyafanya, qila laha, patasemwa kuambiwa yeye, udkhulil jannata, udkhuli aljannata, ingia peponi, min ayi abwabil jannati shi'ti, kutokamana na milango yoyote ya pepo utakayo. Ataambiwa aingie peponi, achague katika milango yote ya pepo atakayo mwanamke huyo, kwa kufanya majambo haya manne. Miongoni mwa jambo hilo ni kumtii mume. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa ajitahidi kumtii mumewe, lakini utiifu huu unakuwa ni kwa wema, si kwa mambo ya haramu au kwa mambo ambayo yamekatazwa kisheria. Rawahu Ibn Hibban wa sahahahu al-Albani. Ameisimulia hadithi hii Ibn Hibban na akaisahihisha al-Imam al-Albani fi sahih al-Jami', katika kitabu ambacho kinaitwa Sahih al-Jami'. Pia vile vile anasema Sheikh, wa hadithu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, na vile vile ushahidi wa hilo kwamba mume anatakiwa atiiwe ni hadithi ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Adawi al-Qurashi radhiyallahu anhuma, radhi za Allah ziwaendee wote wawili, yeye na baba yake. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, ithnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma, abdun abikun min mawalihi hatta yarji'a ilayhim, wa imra'atun 'asat zawjaha hatta tarji'a. Rawahu at-Tabarani wa sahahahu al-Albani fi sahih at-Targhib wat-Tarhib. Katika hadithi hii ambayo ameisimulia Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Adawi al-Qurashi, radhi za Allah ziwaendee wote wawili, anasema Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, ithnani, watu wa aina mbili, la tujawizu salatuhuma ru'usahuma, swala zao hazivuki katika vichwa vyao. Watu wa aina mbili, swala zao hazivuki katika vichwa vyao. Ina maana ni dalili ya kutokukubaliwa zile swala zao. Ina maana swala zao hazikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu wa kwanza Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtaja ni abdun abiqun min mawalihi hatta yarji'a ilayhim. Mtu wa kwanza ni abdun, mtumwa, abiqun ay haraba, aliyekimbia, min mawalihi, aliyewakimbia wasimamizi wake, hatta yarji'a ilayhim, mpaka atakaporejea kwa wao. Huyu ni mtu wa kwanza ambaye swala yake haitovuka katika kichwa chake. Ni yule mtumwa ambaye
kuwakimbia wasimamizi wake. Kwa hiyo swala yake haitovuka katika kichwa chake, yani swala yake haitokubaliwa hatta yarji'a ilayhim, mpaka arejee kwa hao wasimamizi wake ambao wanamsimamia. Ama mtu wa pili ambaye Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimtaja, wa mra'atun asat zawjaha hatta tarji'a, na mwanamke ambaye amemuasi mumewe, amemfanyia ubaya mumewe, hatta tarji'a, mpaka atakaporejea. Ima amemuasi akaondoka bila ya ridhaa ya mumewe, au akamuasi kwa kufanya nushuz, kwenda kinyume na mumewe, basi mwanamke huyu swala yake haitavuka katika kichwa chake, yani hatokubaliwa mwanamke huyu swala yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka pale ambapo atakaporejea kwa mumewe, ima akarejea kumuomba msamaha mume wake. Rawahu at-Tabarani, hadithi hii imesimuliwa na al-Imam at-Tabarani wa sahahahu al-Albani, na vile vile ameisahihisha al-Imam al-Albani katika